year unawaona Azam FC na Simba wanarejea tena wanaenda kucheza kwenye Mapinduzi. Ni mechi, ni decisive game tofauti na ile mechi ya mwanzo. Ilikuwa ni mechi ya alama 3, lakini ilikuwa inahitaji mtu atoke ili maisha yaendelee, watu wasonge kwenye hatua inayofuata. Simba alicheza vizuri lakini kuna makosa baadhi ambayo yalienda kampelekea akapoteza mchezo. Kwa mfano kutokuwa na concentration, umakini kwenye mipira set pieces, kushindwa kuwin baadhi ya second balls ilikuwa ni changamoto kwao. Ukitazama hata bao ambalo wamekwenda kufunga Lame Kilawi ilikuwa imepigwa kona, wamewin Simba, wameokoa, lakini wameshindwa kwenda kuwin ule mpira wa pili second ball, na inatengenezwa tena movement ya kuja kuwashambulia, anapigwa cross, mwisho Lame Kilawi anafunga. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo kwa mara nyingine tena katika baadhi ya nyakati chache Simba ambazo wamepoteza umakini na kutoka na kuwa off kwenye game imemfanya kwenda kupoteza mechi. Ukiwa unacheza derby, tafsiri yake unapaswa kuwa on muda wote, kila sekunde, kila wakati, kila dakika. Ukilose tu kidogo, mwenzako anaweza kutumia hilo kosa kukuadhibu, kwa sababu ni mechi ambazo hazitoi nafasi nyingi sana. Kwa hiyo nafasi ndogo ama nusu nafasi inayopatikana, basi mpinzani anaweza akaitumia. Sawa. Swali hapa. Jumla nikitazama performance ya Simba, mimi naweza kuiweka 70/100. Kwa sababu ya kwamba wamepoteza, wametolewa kwenye hatua nusu finali. Kuna wengine hawajafika hata hapo. Kwa hiyo mtu ambaye amefika mpaka hatua ya semifinal hawezi kumbeza, maana alikuwa na performance nzuri mpaka amefika hapo. Na ambacho kinatofautisha ni kuondoshwa kwenye semifinal. Hicho ndicho ambacho kinatofautisha. Kwa hiyo kwa ujumla kwangu mimi hakuwa na performance mbaya kihivyo, alikuwa na performance nzuri, lakini kwa wana Simba huenda walikuwa wanataka la zaidi kwa sababu ya aina ya timu yao ni kubwa, ni timu yenye historia kubwa, lakini kwa aina pia michuano lengo lao, hata ukienda kumuuliza shabiki, naamini walikuwa wanatamani timu yao iende kutoa taji kabisa, ichukue ile trophy. Sawa. Simba wamechukua kocha mpya Steve, unaona anaweza kuleta kitu kipya ndani ya Simba? Inawezekana. Ndio kocha mgeni kwanza Steve Barker, na isivyo bahati ameanza na squad ambayo hakuwa na wachezaji wote, kwa sababu tunaelewa kuna baadhi ya wachezaji walikuwa kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo ameanza na wale wachezaji waliokuwepo, ameanza kuitengeneza timu, na amepata bahati ya kushiriki pia kwenye michuano ya Mapinduzi. Naamini kwanza naelewa kwamba yupo kwenye wakati mgumu, kwa sababu namna ambavyo anaweza akaitengeneza timu, kwa sababu timu tayari ipo kwenye mashindano, inashindana na ina mashindano mengi, ina CAF Champions League, inataka win title ya NBC Premier League, bado ina michuano ya CRDB Federation Cup, lakini unaona hapo katikati inaingia michuano ya Mapinduzi, lakini kuna michuano mingine kama Muungano na makombe mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni timu ambayo tayari ipo katikati ya mashindano. Kwa hiyo anachopaswa ni kuendelea kuboresha na kuingiza vitu ambavyo vinaweza kuisaidia timu endelee kusurvive na kuimarika taratibu wakati ikiwa inaendelea kushindana, na kikubwa zaidi ikiwa inapata matokeo, kwa sababu Simba ni timu kubwa na always ni results. Ni watu ambao wanataka matokeo kwa kawaida. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kwamba kwa namna ilivyo sasa hivi anaweza akaibadilisha, lakini si kila kitu kitakamilika katika muda, kwa sababu ana muda mkubwa zaidi, kwa sababu anatengeneza kitu ambacho bado kinaendelea kutumika. Yaani ni kama mjenzi unajenga nyumba ambayo watu wanaendelea pia kuishi humo ndani.